Yesu asifiwe. Nano abantu baganda bange, nina umoja wa ndugu zangu abantu oludde bungi bwatakuya mama simu, walikuwa muda mwingi bila kupigia mama simu. Ningamba batanyiza, nikajua ya kwamba sasa amesema banga kuchikiliza, sitaweza kusema muda na nyinyi mtakubali. Wewe mpigie simu. Nilipopiga simu, ndugu yangu bide simu, akaniambia fulani alinipigia simu. Sasa niseme Nilifurahi sana. Sasa niseme mtu huyo anapiga simu. Nilifurahi sana wakati huyo mtu amempigia simu. Maana anaanza kwa mama simu. Watoto wangu ambao walikuwa wanapigia mama simu, Mungu zako mkamsalimia, ndio ninawashukuru. Ndugu zangu ni exception kama exception. Saida, thank you so much. Namshukuru sana tena Saida, asante sana. Adija, thank you so much. Wewe asante sana. Adija yakoze kama na from her pocket. Adija ndiye amefanya mambo haya yote tunayoona kutoka kwa mfuko yake. Ni mama batamke yako na alikuwa anachunguza mambo. Sikia wende nebaka nituyanga atakenda kuda. Na siku moja nililala nikajisikia kama Mwenyezi Mungu nebaka na ulanga you're fighting for your breath. Na kama jinsi naweza lala ukajisikia kama pumzi inaweza kuwa kama hai. Nilizuka. Niliamuka. Actually amana ndio kulisi unaenda kwa ule mgambo yote. Nilipigia watoto wangu simu kila mmoja nikimsalimu huko namna gani. Niliuliza kwa bwana nikajiuliza kwa ajili ya watoto. God forbid if anything happened to me. Ni jambo gani litatokea kama kuna kitu kitatokea juu yangu? Ni analabia mama wangu. Nani atamwangalia mama wangu? Kali bamlabia. Kweli atakowe. Nani ambao hatachoka? Anata kwa na mkwenda simu mwenye msamo na sasa kufiza ana. Nani mwenye hatachoka akimpigia simu saa 7 akimwomba school fees za ana? Sababu anachita ni kaomba ala ani epushie jambo hilo. Mbelenga kibirao na vile mama wangu esije ikatokea wacha mimi nibaki na mwangalia mama wangu. Mama wangu mu between 2017 and 2018, mama wangu kwa mwaka wa 2017 na 18 yangu ile simu alinipigia simu. Mama wangu alikuwa boss. Mama wangu alikuwa ananiita boss. Kama boss akasema boss, wewe mama mfupi ikiwa nimekufa tuanzika angewafe usinizike kwangu. Kwani ninaanzika watu wote kuangalia. Ninataka unizike fasi kwenye wewe utaishi siku zako zote. Obelengo nambula mwenda wako au kunagamba ni mtolea sana. Wewe unakuja kunitembelea kama jitu na tunasema kumtolea salamu. Chanta wanya Chilinisumbua. Chanta wanya hata tomolea chali mlamu. Ilinisumbua wakati hajikatombola alikuwa mbali mzima. Mimi ndio haji mama yangu ile simu. Nikaenda kwa Haji nikamwambia mama alinipigia simu. Nangama wawanga ala mjude. Akaniambia kwamba ikiwa ala amemwita muzika na kumpi ndio kuangalia. Nitamzika mama wangu karibu na fasi kwenye nitaikala maisha yangu yote. Ndio serelio na sio za kwa Kampala kinadia. Kwa muda huo nilikuwa sitarajii mimi kutoka Kampala kule vijijini. Had this property. Nilikuwa na hii fasi. Ilikuwa miti. Zile nikadeja soka. Miti mingine ya zamani. Kile chali makubwa. Ile kipilani ambao haina njia. Uwezo chilangula. Na hata kama ukija kutetelea kule Mungu mara kwa mara tena makubwa. Tambula Mungu makati kwa uwezi kumaliza na kukwama katikati sababu hakuna njia. Ndio Haji wakati nilizungumza na Haji tulikuwa tumeahidiana mimi na Haji Katongole tutakuzime nyumba za kutuangalia
kwamba tutajenga nyumba zetu tuishi pamoja hapo maisha yetu yote. Hajikatongo aliniita akaniambia ya kwamba nitakupatia heka moja ya udongo. Utamjengea mama hapa, atalala hapa na mimi nitalala hapa. Hiyo kusaidia mambo hayo ilikuwa kwanza katika karatasi. Aliniambia, Musa, niko na udongo mkubwa, usijali. Siku moja kijana wangu Eddie Kenzo kama iko alinichukua Masaka, alikuwa na udongo mwenye amenunua, akanitembeza, akaniambia, mzee, na hapa ni kwangu, inakwama pale na hapa hivi. Hapa unatembeza miguu unafika hapa na pale. Nikasema huyu kijana anajionyesha. Nikamwambia, sasa kwa siku nyingine kama umepata muda kuja nichukue kwangu. Nikaleta Eddie hapa, nikamwendesha, hakuna kitu. Tulikuwa tumechimba udongo hapa ya Maram na tukoza makubwa, tumefanya mabarabara. Mama was planning to come back to Rally. Yeye alikuwa kama jinsi unajua ni wa michezo ya magari, kama ninakula makubwa kama naenda practicing. Alikuwa nafikiri atafanya njia zake mwenye, atafanya mazoezi yake ya magari. Kasumba ya kula makubwa. Ile na huyo mtumishi wake Kasumba alifanya njia katika kilani wote. Roundabout akafanya makona kila fasi kama jinsi inavyohitajika mambo ya barabara. Na wakati Eddie alifika, walikuwa na park pale, kulikuwa hakuna kitu hapo. Akaniambia, yeye mzee, unafanya nini Kampala? Akaniambia, hapa huko na Gorodi. Akaniambia, hapo naweza kujenga nyumba ya hivi, hata wale watu wa kutembelea wanaweza kuja kutembelea fasi. Unaweza hata kujenga nyumba yako natoka kwa mji ya Kampala. Nilipokurudisha Eddie nyumbani, nikarudi nikasema kweli, nikakaa hapa. Nitajenga nafasi ya kulalisha mama yangu hapa. Wakati tunakaribia COVID, nilijenga nyumba ya mama yangu hiyo. Nyumba hiyo ilinisumbua. Nikajiuliza, ama kesha taenda. Nimemaliza miaka mingi, sababu hiyo ndio aliniambia, na hapa nilikuwa naleta watu. Nikawaambia wale ambao niambia wenye wanishika, nikawaambia hapa ndio tamzika mamangu kama ala amemchukua. Na mimi nikawaambia hata mimi vile mtanizikaga karibu na mama yangu. Au Haji Lugorobi na mwingine wakatafsiri yale waliotafsiri. Wewe hauwezi kuzika mjumba karibu na mama. Mimi sikupenda sana kusikiliza. Nikawaambia nitajaribu sana kutafakari ama kutafuta hiyo jambo. Hii ndio kupendelea kwangu. Echiwa ara
ameniita. Mimi ninahitaji nilazwe karibu na mama yangu. Last week but one. Wiki ya nyuma. Najua wale link. Anakuja. Ndio kwa mabuga na events kila wiki. Alitaka kufanya mabarabara ya kuendesha michezo ya pikipiki. Nikaleta huyo Rick, nikamwambia mamangu atalazwa hapa mwili wake. Wakati nilikuwa nazungumza naye, sio wiki ya nyuma, lakini wiki ya nyuma ya hii wiki ambayo tumepita, ndiye alizungumza hiyo neno kwa mwenzi yake huyo. Just come to reality. Lakini jambo tulizungumza sasa imeonekana wazi wazi. Mama wangeelea na mama akaanza. Mama yangu alikuwa anajua mwaka ya kuzaliwa kwake. Alikuwa anajua vizuri. Kama ni mwezi na kuanza. Lakini alisahau mwezi na tarehe za kuzaliwa kwake. Nilikuwa nafanya kule Malala. Mama yangu nikampatia kuzaliwa kwa mwezi wangu na tarehe zangu. Nataka kuwashukuru au watu wote kwa event hiyo. Mama at 90, Mama at 60, held by Haji Gombe, Mr. Said Ali, Grandpa Date, and kwa event hiyo which was successful. Alifanya utafiti na watumishi na ikafaulu. Event hiyo mama tasawala kuja. Hiyo event mama hakuweza kufika. Na yeye the most reason I wanted to do that event, kenye nilitaka sana katika utafiti huo, nagamba achuli la mlimi mama ati bila watu mama ni mama wake. Nilitaka nifanye hiyo ili watu wajue mama wangu. Bila watu mama wangu ala mjuluki. Echua mama wangu ala amemuita, amemhamisha. Tukatika mwelekeo. Watu waje wamsendekeleze. Kwa ndugu zangu, asante sana. Asante. Asante kuja kumsendekeleza mama wangu. Tulikuwa tunaenda kuoesha mtoto wangu msichana. Mama wangu alikuja. Yeye alikuwa ni mzaifu. Na alikuwa kabisa mtu anaonekana vizuri. Na tulimaliza vizuri akaenda. Nilienda haraka mambo hayo. Nilizungumza nisahau Haji Rugorobi, Haji Kato. Kuwashukuru na kijana wangu Kasha. Kijana wangu Hussein wamefanya sana kwa muda huu ambao tuko ndani. Nauza mama wangu. Za mama wangu. How he met my dad. Alikutana na baba yangu namna gani? Nangamba kule kusura vinyanja. Akaniambia yeye alikuwa amekuja kuchunguza samaki. Akaambia pia miaka 7. Baba yangu alikufa miaka 7. Mama wangu ana msingi miaka 6. Mama wangu alikuwa mbele yake miaka 6. Tunachekeza maana yake
Tata wangu wanashuka Mungu. Babangu alipenda shuka mami. Sio msele ndio. Sio mwana bali anza. Inashangaza hata kwa muda huu wakati msichana anazati kama msichana amezaa hapo kama wana uwezo na mama kuzaa. Wale hata kumanya. Walikuwa wanaficha watoto sababu ukimaliza kuzaa ilikuwa mtu wote ataki ajue. Mama wangu alikuwa anashuka mami. Baba hata alikuwa anashuka mami. Baba yangu ilionekana alimpenda suga mami. Na jana sister wangu alikuja na dada yangu huyo mkuu wangu. Huyo ndio mkuu wangu. Tata wangu baba yangu nataka kumshukuru. Wana sugar mami alimpenda sugar mami. Ana mwana alikuwa na mtoto na baba wote wawili aliwapenda. Ninamanya sister mami nataka wakusiwa. Nilijua dada yangu kwamba baba yetu sio mmoja. Na sasa miaka asatu. Nilikuwa nimeingia miaka 30. Basi kanda wangu walipokutana na baba yangu akali basi kana sijui ni sile Owino. Sijui walikutana msoko gani, lakini inaweza kuwa ilikuwa Owino. Simani wote hata Kenya. Sijui kama hakurudia Kenya baada ya hapo ama alienda karudi. Sasa hiyo message get back to me. Banzara wakati nilizaliwa ndio kutegela mtu sister wangu yangu nikaanza kuelewa kama mtu dada yangu huyo ndio alinilea. Ndio nachuo group is not P1, P2 and P3. Nikasomea pale na chuo group P1, P2, P3. Kama ndio kuna magendo. Baba yangu alikuwa anafanya biashara sio mzuri. Na magendo ndio ageresele ndio gachi. Ya kuibia. Kutunga sukari. Alikuwa analeta sukari kwa njia sio halali. Sukari alikuwa haonekani. Kualisa sukari mtu wangu wa chitanda. Sasa ukileta sukari unauzia chini ya kitanda. Ilikuwa siku moja unamtegeleka akala magenda na sukari. Wakamjua ya kwamba anafanya biashara ya uficho ama chini. Bado kuna nyama mananga kama tukio. Walipokuja kumtafuta mama akamwambia tukimbie. Paduka tulikimbia. Zikatwalinya basi baitanga OTC. Walipanda basi anakumbuka inaitwa OTC. Tata na mama. Nakumbuka baba na mama watu ndio madirisa nyenga wako bati. Walikaa kwa madirisa lakini wachukua machini. Na mzee sister wangu mimi na dada yangu huyo aliafa na mwingine alikufa na mwingine walingana. Tulikuwa kama wanne. Mama wangu alipilot. Mama wangu ndiye alikuwa kama driver ama mwendeshaji kama mjala kama duka sababu. Yeye baba yangu alikuwa hajui anaenda wapi, alikuwa anakimbia tu shida. Tukamkataa wakati Mumias. Walifikia mtaani inaitwa Mumias. Mama wangu hapa kwa duka. Alipangisha fasi moja ya dukani room moja. Nenda na kula viwembe vile vile mchitogo. Kanunua hivi sijui kwa Kiswahili inasemekana nini? Ama viwembe wacha tuende na ile neno. Na biala wale mzungumuna tekao akatandika chini na kula blanket sika kujela ya liemu. Alinunua blanket moja na kanze akafunika mimi my sister na dada yangu. Kwa sister wangu alina ulemu. Tulikuwa na dada moja alikuwa na shida ya ulema. Ngambeni kuzuka kwa machanga akaiti tena maana alikuwa mchamuka asubuhi anakuwa amefanya mambo pale yote na
mama alikuwa na vipanga namna gani, baba pale, mama huko na sisi watoto huko. Mama anaenda kumachana anaenda mtaoni. Mama akiwa anamuka asubuhi anaenda katika town. Mwanga wa yabela nao mama wangeasika mandazi, sumbusa. Hapa mama wangu alifanya kazi ya kutengeneza mandazi, sumbusa. Na vile alifuna ndio kusika. Akavipata akaanza sasa kuvitengeneza. Afuna chaula akaduka na tusole manjo. Akapata jinsi ya kutenganisha hiyo rundu moja mbele kama kaduka na sisi basi kwenye tunaweza lala. Sawa sasa tukula huko. Saa nyingine tunafungua wakati tunafunga tunatia kile tuweke chini tunalala. Mama anakusinga na kusika sumbusa na mandazi. Mama akaanza kuwa mfanyakazi wa mandazi na sumbusa. Imagine uzemka tauni wewe uona umekuja katika tauni wewe ukileza mandazi na sumbusa ndio kutunga kwao. Unajua ya kwamba utauza mandazi eishe na sumbusa. Tulitaka unapesoka na bidii baba. Wakati tunatia pale tena watu hawanunue. Sasa ndio tuliambia chakula. Yenye inabachia ndio tunakula kama cha jioni. Mtu yako anamua. Lakini mama wangu hakuchoka. Wala msemelo. Alinichukua katika shule. Sasa wala msemelo. Na akachukua hata dada yangu katika shule. Imagine single mother. Mama huyo ambao hana mwingine. Na single mother with a husband. Right. Single mother with a husband in the house. Yeye ni mama ambao yuko mwenye ana mume nyumbani, hana mume nyumbani. Bwana yuko nyumbani lakini kama mwenye hana mume nyumbani. Kandi kubanga kusoma, tunaanza kusoma. Sister wangu ni mama wa mandazi. Dada yangu huyo na mama wanatengeneza ile mandazi. Nenda kusoma half day. Inaweza mama saa hapa. Tulikuwa tunasoma nusu ya siku na yenda asubuhi unarudi saa 6. Sasa ndio mama afumbi. Unakuta mama ametengeneza mandazi. Tutambua tunaenda kwa basi. Tunatembea tunaenda basi. Imagine ni mpefo. Hapa nilikuwa nasoma darasa ya 4. Na sisi ni mpefo. Dada yangu yuko darasa la 3. I had fever from day 1. Nilikuwa na kibali kutoka kwa siku ya kwanza. Na tunale mazao. Nilikuwa ninauza kabisa. Nimemaliza. Ninamwambia dada yangu wacha nikusaidie niuze, naye ninaiuza inamalizika. Mama kazi kuongeza. Mama wangu alianza kunifundisha kufanya. Bwana natunda anga, na maana kutunda. Niliuza wakati namaliza kuuza. Na mabende wa Ali, Somali, ogule buto, ogule chula sukari, ogule nema. Alikuwa ananiambia nenda kwa Ali alikuwa ni Muislamu, nunue buto, nunue ngano na pengine kisa alikuwa anamuongoza. Automatically ndio ndio huko. Na ile ilikuwa inabachia ilikuwa ni faida juu ya ndani huko iko. Hapo ndio nilianza kujifunza kufanya. So my mom taught me how to work. Mama yangu alinifundisha jinsi ya kujua kufanya kazi. On yake kitambula. Tukaendelea miaka ikaendelea. Tukampisa kubolela Kenya. Na nikafika darasa la 7 nilifanya hiyo Kenya. Sasa na hapo mwa Kampala Amini awambi kwa wangu. Baba yangu alirudia Kampala wakati Amini aliangushwa ama government yake ilianguka. Ndipo kuleta vinyanzi Kenya. Na alianza tena kuleta samaki Kenya. Tunatoka Kampala akombolo. Tunakuwa tunachukua kwa ile soko ya pamoja. Abanga kubeza kwa tani kapeleka mbolo. Utale wateka unga wala banga bateka ngao akaunga isikuwa wino. Hizo soko zinakuja kama jioni hizo unavyoona msoko wametia mtauni jioni watu wanakutana pale wauze vitu. Mama yangu alinunua fasi ya kufanyia 3. Yeye ilikuwa ni fasi moja. Nyingine ilikuwa kama hapa.
na nafasi nyingine ya kufanyia nafasi nyingine. Anatia samaki hapa pale na hapa. Mama alikuwa anauzia hapo, baba pale na mimi hapa. Lakini mimi nilikuwa natangulia wao kumaliza. Nilipokuwa narudi nyumbani, alikuwa ananipikia chai ya maziwa, sio mkate, na kipande ya mkate. Nilikuwa nafurahi sana, mama amenipikia maziwa na amenipa kipande ya mkate. Mama alinifundisha kufanya. Fast forward. Kuendelea. Mama ni mingi lakini naomba nimalize haya. Nikiwa na maranga mama yangu. Sitarudia kusema maneno haya siku nyingine. Fast forward, nikomani Kampala. Ninarudia tena Kampala. Ndio kusoma senior 1. Naanza kujifunza darasa la juu senior 1. Mtata wa mama anaandika hiyo. Na tena mamangu baba akawacha mamangu kule. Sigalanga akola. Mama akabaki anafanya kazi. Mama alifanya kazi. Alinunua udongo. Alijenga hata nyumba za kupanga. Huyo mamangu ni shujaa. Nilienda kurudia Kenya. Nilifikiri tunarudia tena nafasi ile ya kulala kidogo, lakini mama aliniambia hapana, hapa ni kwangu. Nilipoanza kufanya na kusoma, wakati nikataa mambo ya masomo, babangu alilipa school fees sini ya kwanza, ya pili, ya tatu, ile sini ya 4 nilisoma tamu moja. Pesa baba zikamkosa. Baba yangu alipenda sana nisome sana. Akapata tena kwa tamu ya 3 ya mwisho. Ilikuwa karibu tunaenda katika mitihani. Nilikaa katika mitihani. Na vitu niliwalileta nilikuwa sijawahi kujifundishwa. Nilitoka tu, sikuandika hata neno hata moja. Nikarudia kwa nyumba. Kwa sababu baba yangu alikuwa hajasoma. Hakujua ama nimefanya mitihani ama sijafanya. Nilianza kufanya kazi. Nilipotoka Kenya nilikuwa nasoma na nikifanya kazi. Mamangu alikuwa amenifunza kufanya hiki na kile ili niweze kupata pesa. Out of school. Wakati nilifikia kurudi shule, baba yangu akaniambia nenda, nikamwambia sikufanyanga mitihani. Baba yangu alisirika sana. Nilikuwa mtu wa kufanya kazi ya kutembea na hiki na kile huko na huko. Fasi siku hizo watembea walikuwa wanapata pesa. Unaweza kusema ninauza mitwaro 9, lakini ukiwa unataka kuuza mtwaro 1.5, lakini mtu anakuambia wacha nipunguzie nikupatie mtwaro 7. Unampunguzia anakupatia mtwaro 7 na wewe ulikuwa unahitaji mtwaro 1.5. Nikaanza kufanya pesa. Nikaenda kwa mama nikiwa na pesa. Nilipokuwa naenda kwa mama nikiwa na pesa, nikampatia. Nikimtembelea ninampatia, ninamwambia mama ninafanya kazi. Akaniambia mtoto wangu fanya, si mara naenda nampa pesa. Ilikuwa siku moja
nzungira nkologana wabanda olubuto nikazubazuba nikamtundika mimba msichana wa watu. Sina cha kula, nilikuwa sijui cha kufanya. Nimezaa mtoto. Baba yangu alikuwa mkali sana. Wakinikuta ninatongoza wasichana, anaenda kwa wazazi wa msichana, anataka kupinga wale kwamba wanaharibu mtoto wake. Alikuwa mwenye hasira kwenda mbali. Baba yangu alikuwa mkali, hata wakati nimeweza kusoma nikarudia nyuma kidogo, nikamwambia nataka mtoto 16. Na zaidi basi kwa football. Angame ndio tips. Atakuzinto ile mfano ndio namba tata wanga percent. Tata na namba. Namba na namba tao ya ruwa. Wakati nimwambia baba yangu aidha ningehitaji pesa nitumie mambo ya goro, akaniambia toka hapa. Bwana linaanza jamii Zara. Alikuwa anacheza michezo hii ya karata. Zara is gambling. Michezo hiyo unaijua. Gambling offer tunaenda yakoze sana. Na tufuna ubitaja lobna. Msalamu makati na ukora wote. Unapata hii maragwe, unakata katikati maragwe ile unakata vipande viwili. Kama ninataka wewe chukua. Mungu awebuti. Na mwingine mwengalisi ili mwanzo wa mwili. Sasa ukiweka hivi mbili tazama juu na mbili katazama chini, sasa unakuwa wewe ndio umepata ushindi. Sasa achitia 100 kama unaweka chini 3 ikatazama chini ama moja juu, wewe unakuwa umeshinda kule ndani. Nilicheza ile vitu sana, nikakuwa mahali ya juu. Nilikuwa na miaka 16. Nilikuwa nacheza na watu wa miaka 25 kwenda juu. Wakitoka kwa miaka ya watu kwenda juu walikuwa ni wapiga ngumi. Watu wa bokisa walikuwa wanatoka Kapwe Chinyoro kama jinsi tunajua. Nikiambia nyuma kidogo, baba yangu alinichukua KPC kujifunza mambo ya boksani. Nilikuwa darasa la 4. Nilichukua pale kwa Karule kwa sababu kila mmoja alikuwa anapenda pale. Nilitoka nimepata jeraha na mama akaniambia usirudi kule. Alikuwa amekata nywele za sio mzuri. So I got into football because I was selected in football. Nadhani hivyo nilicheza mambo hayo. Unacheza nao wa boksa, wavuta bangi, wanalewa na pombe, unakula, unamkula, unampiga na mkula. Akakwambia sasa nikodishe hiyo pesa, ukazimpatia kumkopesa, anakupiga tena. Chiwani anafika katikati, anakuambia wacha niende nje, nataka kwenda kwa juu. Nilipitia mwizo wa hali na niwaambia niko na mtu anaitwa Hamza. Tulikomalia Kapwe Chinyoro. Hamza atukuvuta sigara, atukuvuta banji, atukunywa pombe. Sitasema tulikuwa wenye akili sana, lakini ilikuwa ni uzuri wa ana wao. Nilifanya mambo endelea na mama wangu, naona mama wangu nazokuzala nimezaa wali ubeneze mende ngakuchikola bulijo mama wange mwese.
Nilikuwa ninampatia mama yangu pesa kama kawaida. Na msikuwa anaanza mwa. Nilizuka na kumpatia. Mwana akatoka. Na mara na kutoka mafuma. Nilimpatia wakati nimefika, wakati nilikuwa natoka. Na pita. Akaniita. Na namba. Na kwa sasa nalimu wade. Akashika pesa nilikuwa nimempatia. Na mimi nakuwa sende ndani. Akaongezea pesa zingine. Namba mwana wake. Akaniambia mtoto wangu. Atiwazake. Umezaa mtoto. Ndio maana. Nataka upende sana mtoto yako. Nenda ununulie maziwa. Ununulie na vitu ni atatimia. Hapo ndio mama alinifundisha jinsi ya kuwapenda watoto wangu. I love them so much. Na wapenda sana. Nao wanajua. Hapo mamangu alinifundisha kuwapenda watoto wangu. Now how this happened? Jambo hili lilitokea namna gani? It was 24th. Ilikuwa tarehe 24. Tarehe 24. Naina wabade mamelodi ebili. Nilikuwa na wagonjwa wa aina mbili. My daughter Saida, mtoto wangu Saida was fully pregnant. Alikuwa na mimba. Ngine alawa doctor alienda kumwona daktari wetu bado. She was supposed to deliver in January. Ilipasa ajifungue kwa mwezi wa kwanza Januari. Tukanamgamba ni pressure iliwa kule ni. Daktari akamwambia una pressure iko juu. Unakuja kutibu mwana. Inabidi ukuye tumtoe mtoto. Saida gets ready to deliver. Akamwambia jitayarishe. Sasa nani anamdai unakuza abili kunya? Akaenda hospital tarehe 24. Nazala mwana. Akajifungua mtoto. Because I had an event, and it has I'm coming back into Raleigh. I'm going to start with the event in Msika. Nilikuwa nimeamua nianze na wengine Raleigh. Mchezo. Alikuwa anataka aanze na mchezo wa gari. Nakusomeza hizo ngabili mnya Saida Azala. Siku hizo tarehe 24 Saida Azala tumejifungua. Alianza practicing event ile ndio kwa. Nilikuwa nimeenda kufanya mazoezi kwa hiyo mchezo naenda fanya. Baba yetu tulitoka usiku na watu wangu ndio kutekeleza yangu. Kwenye nitaita kanisa. Tulienda kwa hospitali usiku. Saida had given birth. Tulimkuta amejifungua to a bouncing baby boy. Ilikuwa mtoto wa kiume. That was 24th. Ni tarehe 24. Ngeja Christmas. Na kesho ilikuwa itakuwa ile tarehe ya sherehe ya Ukristo. He is a very strong woman. Ni mama mkamilifu sana, mwenye nguvu. I looked at my baby girl Saida. Nikamzungumzia, nikamwambia huyo dada Saida. She was swollen. She had swollen muscle. She took a few minutes to recognize me. Ilichukua muda kunielewa because ya Zara under pressure. Alijifungua akiwa katika shida ya pressure. The baby girl has swollen the whole eyes. Na alikuwa macho yamebadilika. Kwa jasho. She could hardly see. Ilikuwa kuangalia ni ngumu. I was shocked. Hiyo jambo lilistua. Nikasikia mbaya. I put a fake smile to make her feel that I'm okay. Tuvae mdwali. Na tukatoka kwa hospital. Nakuzomezi ngabili munya. Hiyo tarehe 24. Zazo sawa. Nano becho. Ilikuwa kama saa 8 ya usiku. My sister Sarah
dadangu sana. Na kupiga simu. Akanipigia simu. Nilikuwa simu mmoja gumu. Alipiga simu mara moja. Niliingia na Ninja. Nilipoona hiyo simu nikaogopa. Ninja. Ngombe hizi basi kubwa. Kwa sababu ya kuogopa nikasema piga simu. Ninaenda it's a beep. Hii nikasema yeye amebeep. Ninaenda that's a beep. Nikajisema kwamba amebeep. Wacha nichukue hayo hivi. Zuka mchoro. Niliamuka usiku saa 9. Mimi na Nzala nikaenda katika kusali kwangu. Nzala katonda. Nikamwomba Mungu alikuwa uzimu. Kusiwe shida yoyote. Kuseme kwa mama wangu. Kuruhusu mama wangu. Maana tunde na mazoku sala. Wakati nimemaliza swala zangu, nimekaa. Tumeje simu yangu. Nikaangalia simu yangu. Na text message. Nikaona ujumbe uliosukumwa. Na text message. Hiyo wakati niliona message, Sala had written to me. Na Sala alikuwa ameandika kwangu. Sala calls me boss as well. Another boss. Kaniambia boss, I've been seated the whole night from 2 o'clock. Nilikaa muda wote wa usiku kutoka saa 8 ya usiku. Mama anatabika. Mama yetu anatabika damu. Mama wangu alisema msana. Mama wangu anatabika. Mama wangu roho ilinipiga. Ningo simu. Nikapiga simu. Nina sana. Nasema sana. Nina wale zetu. Ya mama anasema msana. Jambo gani? Akaniambia mama anatabika damu. Na mama ni yao mwingine. Kaniambia lakini amepumzika. Nimugamba nangama nti twenda kwa WhatsApp. WhatsApp yako sasa nasikia namba hii. Aliniambia kuona WhatsApp na hiyo ilikuwa si namba yake. Namba kibia. Akaniambia ona chunguza. Niliona the picture. Nilienda kuona photo. I saw close so blind. Kaona iko nyekundu. Na vilingiri. Inaonekana kabisa iko kama maini. Sasa nimugamba. Nikamwambia, nikampiga sana nikamwambia mama anayesemie mama ametabika. Anasema kwa msai owa. Ametabika damu. Ana mabosi. Ananiambia boss, ni damu. Ni damu. Drops of blood. Ana makubi the doctor, have a doctor. Tuna daktari. I want to thank my doctor. I don't know whether he's here. Nataka kumshukuru daktari wangu, sijui kama yuko hapa. Doctor huyo ananipima mama wangu. Dokta huyo amemwangalia mama wangu kila mara. Amemwangalia sana. Na huyo dokta anataka wapi? Piga dokta ashike. Na huyo mama tulikuwa sawa mtu kama anataka wapi? Mwingine wa gari tunamtumia naye ashike sho. Nimechitembelea kwa Christmas Mwanalichi. Nikajua hiyo ni siku ya Christmas ya Sare, watu kia moja iko mwake. Na mama ni hao. Ndio kama hapo teknolojia ifanye mama. Sasa is my mom breathing? Nilipoona picha nikasema lakini huyo mama angalia anapumua. Kama ndio boss. Akasema anapumua boss. Nimekaa hapa. She's breathing. Akaniambia tumekaa hapa na yeye lakini anapumua. Sasa usije kwa sasa. Mimi nilikuwa nimekaa katika nafasi yangu. Hello. My sister was seated aside in Kenya. Dadangu alikuwa amekaa kule Kenya. I was seated in my sitting room. Na mimi nimekaa katika
room yangu. I was crying. Nikilia. When I looked at the cross of blood, nilipoona hiyo damu, nikarudia tena katika kuswali. Ya Allah, nikamwambia Allah, give my mom a second chance. Patia mama yangu bahati nyingine. My mom was going. Nilijua mama yangu anaenda. Because my daughter was on her sick bed. Mtoto wangu alikuwa katika kitanda. Na mama, ya Allah, mama moyo second chance. Nilikuwa nasema Mungu, mama yangu mpatie bahati ya pili. Basi saa 10 ilikuwa saa 11. Sarah has been so professional. Sarah huyo ujuzi wa hali ya juu. The way she calls me. Jinsi ambao aliniita. Sarah can call me. Hello boss. Akaniambia boss. Uko aje? Uko namna gani? Mlimtieyo. Habari zenu? Tulie mpona. Na sisi tuko huku pole pole. Mama mduade. Alikuwa hawezi kuniambia kwamba mama amegonjwa. Tell me. She was so professional calling. Alikuwa anaweza kuniambia mama alikuwa hajisikia vizuri. Alikuwa anaweza kunielezea jinsi ya kutumia wakati zilifika saa 11 wakumbusha to go and drive. Nilikuwa na baba kwenda tarehe 25. So nilienda kula practice Christmas. Nilikuwa ninapaswa nifanye mazoezi katika siku ya Christmas. Nikapata gari yangu. Nikamwambia mkuje mnitoe saa 12. Lakini saa 11 Sarah akaniita. She was panicking. Alikuwa kabisa kwa mshtuko. Boss. Sasa anahara damu. Na tena anaharisha damu. Alikuwa anaharisha damu. She was panicking. Sasa yeye alikuwa kabisa kwa mshtuko huyo dada Sarah. Nikaita Anna. Anna is my sister's daughter. Yeye Anna ni mtoto wa dadangu. Anaduka. Akakimbia. Akaleta gari. Wakachukua mama kwa hospitali. I sent a message to Dr. Badru. Nikamtumia message huyo Dr. Badru. Nikamwambia mambo jinsi yametokea kuhusu damu na wakaenda fasi ya kwanza kwa hospitali. Walipofika alhamdulillah, wakasema tumefika na nini, kawajibia sawa. Nilikuwa pale, Sarah alikuwa hawezi kuelewa tena. Anna was so strong. Anna alikuwa mwenye nguvu. Sasa huyo Anna alikuwa anazungumza nani? Akaniambia wametufukuza. Wametuambia kwamba wawezi jambo hili twende fasi nyingine. Nikasema anafanyani haraka. Na hiyo ilikuwa siku ya Christmas. Nyuma kidogo shopping for my mom. Nilikuwa nimenunua shopping for my family in Kenya. Nilikuwa nanunua vitu
alinunua vitu vya mama yangu Kenya. Analinunua Kenya vitu. On Monday, siku ya kwanza wiki ya Christmas, I sent my sister Nasuna ya wiki ya Christmas alituma dada yake Nasuna kitenge cha Mungu achukulie mama yake nguo nzuri ya kitenge chenye atakuja kuvaa chenye atakula tena lunch Sara. All my family ndio waka nikanunulia dada Sara na familia yote kwenye wanakuja na nunua vitu kama jinsi ningewanunulia kila siku. Atinga watu kaje wafikie watu wa kule. Mama wangeaga nyo awatu. Mama yangu alikuwa anapenda sana watu wa China. Mshukuru mama still have buy food and call all the neighbors and eat. Chochote ambacho ungeweza kutendea mama ni kumpa chakula waite wajirani wa kule pamoja. Na kwa nashukuru kwa ajili siku amekula na amekunywa. Christmas ziwe sawa. Christmas bado chakula ndio tunalidana. Siku ya Christmas ilikuwa asubuhi. Ziwe sawa nya. Ilikuwa kama saa 4. Enzi ni gari ya nyandu tutakenda kusika. Mimi gari yangu ilikuwa imenichukua naenda kusika. Najua ile mambo ni gari motoka. Yeye hakupenda kusema na mtu kwamba kuna shida. Alikuwa anajali sana mtoto wake. Saida anampenda sana nyanya yake. Najua alikuwa kiburi mosquito akimwambia mama nyanya yako ni mgonjwa. Naweza kupata shida ya mara mbili. Nilikuwa nimefanya mambo ya kitu mtu mzima. Wakakuja wakanitoa nikiwa nacheka. Nikaenda nikafanya mazoezi lakini nikiwa katika simu. Sawa mnana. Ilikuwa saa 8. Na saa 7 aliniambia kwamba tena hawezi tabika tena na tena hatoke damu. Nikasema sawa. Ilifika saa 9 ananitumia tena ujumbe. Akaniambia mama tena anatoka damu. Dr. Badu alianza by message. Na Dr. Badu akaniambia ujumbe wasimamishe damu kutoka watie tena na damu nyingine. Nikamuuliza ana daktari huyo yuko na damu? Namba bakatua kitanda kusawa zikakuja siku tena ward na sawa zile 10. Ana akaniambia ametupatia nafasi ya malazi, ilikuwa ni saa 10 karibu. Tangu asubuhi walikuwa hawajapata wapatia nafasi ya malazi. Walienda kwa hospitali kama jinsi unajua mambo ya kirudu. Nikasema ana kuokoa mama wangu ndio nafasi nyingine. Ana akapanda akaenda kwa fasi ya private. Hiyo ni siku ya Christmas. Wakaenda kwa fasi nyingine mosquito. Mama wakajaribu kumsaidia kwa matunzo. Na siku ya Christmas saa 11 akajisikia mzuri, akamwambia nataka kurudia nyumbani. Nikamwambia mama yangu anaweza sema? Nikamwambia mnipatie niseme naye. Sasa sikujua kwamba sitazungumza na mama tena. Nilipopata simu nikamwambia nikamwambia mama, ninakupenda sana. Mama akaniambia boss, na mimi ninakupenda sana.
lakini akawaambia nichukue nyumbani. Nikawaambia wacha niseme naye. Niliposema naye nikamwambia mama, umebachia mosquito kwa kutuzo pole. Mamangu alinipenda na kuniheshimu, akakubali, akabachia pale 25-26 na mimi nilikuwa kule Usika. Na mtoto wangu yuko pale katika malazi ate na mama naye vile yuko malazi. Ilibidi nijaribu kujitia nguvu kufurahi wakati nafanya mazoezi hayo. Nilikuwa napenda mtoto huyo asielewe. Nikamwambia msaidie mtu awaye yote jambo lolote, hata kama ni jambo gani limetokea. Na hata dada yangu na Suna ayusimamie pale pale. Wakaenda kwenye wanaenda wachienda pale wanafanya hiyo mazoezi, wanapika sijui wachilie. My car is a sequential gearbox. Gari yake ni ya aina hiyo jinsi anatueleza. Ina neutral. Na ni ya neutral. Unataka neutral automatic. Na hiyo gari yake nafasi ya neutral ni automatic. Inaenda. Neutral. Alipoenda kutia katika neutral, because of what was in my head, slept for 2 days. Kulingana na zile picha zilikuwa mchucho yake na mawazo yao ya magonjwa ya watu wake. Nilimo neutral na njipika. Ilikuwa katika neutral tena akapika. Njipika eti njipika tena. Akataka kuachilia. Ndio njipika na mama yangu wakati alitaka kuachilia anamuona mama yangu sasa kwa sababu akadembea namba 1 inataka neutral. Ilibidi atie kia namba 1 lakini alitia neutral. Sasa maana yake alikuwa yeye haelewi vizuri kwa wakati wanafanya kitu. Alikuwa na wagonjwa wa aina mbili. Ilifika muda ilibidi achukue familia yake nje. Sikwambia mtu. Nilienda mbele. Kawachukua nje. Nilikuwa najua mimi peke ni nini inanisumbua. Lakini mtoto wangu alilala kutoka hospitali. Baadaye nilimwambia mtoto na hata dada mambo ilimfikia mama. Fast forward come Sunday. Jambo lingine likakuja siku ya Jumapili. Wiki ambayo imepita. My sister calls me. Dadangu aliniita. Mama, can you sleep? Akaniambia mama amekataa kulala. Akaniambia anawaambia achilala, anaona watu wanamwambia kuja huko. Nikamwambia bosi nitalala, nitakuwa hapa na mama. Akaniambia bosi, ninakuomba. Nataka kushukuru kanisa. Bishop, waskofu. These are people who have been praying for my mom. Hao ni watu ambao walikuwa wanamwombea mama yangu. And they always pray for me. Na kila mara wananiombea. My mom tells them, pray for my son. Mama yangu alikuwa anamwambia muombee mtoto wangu. Wakati wanakuja nyumbani akiwaambia niombee, lakini zaidi ya maombi ende kwa mtoto wangu. Wananiombea. Asante sana. Asante sana kumwombea mama.
My sister, dadangu, Bao is a pastor. Mume wake ni mchungaji. Pastor ni father Ana. Huyo mchungaji ni baba ya Ana. Sunday, siku ya Jumapili, sister Nangamba kawaite asema on Tuesday, awaambia wacha wawaite wamwombee mama. anasabia mama. Wakamwombea mama. Send the videos. Wakasukuma zile mafoto kwa mchi. Siku ya pili, baada ya maombi, mama akaanza kuzungumza hiki na kile. Alikuwa anaita majina ya watoto wake mara sana achuma mimi. Muda ilipopita, siku ya tatu, Sara akapata uamuzi wa kumchukua mama tena katika hospitali. Yale yalikuwa yamekwisha, lakini alimchukua wajue ya kwamba na ile watafanya haraka. That was Wednesday night. Na hiyo ilikuwa ni siku ya tatu usiku. Wakati wanaenda kwa hospitali, gari lilifaa ikufa, iliharibika. Sara akampigia mke wake akamwambia gari imeharibika. Bawe ina pressure. Ana mume wake alikuwa na magonjwa ya pressure. Sara mama ni kanga. Na Sara ananiambia akastuka. Wakaenda kwa hospitali. Wakawafukuza. Wakawaambia mrudishe kwa hiyo hospitali ya kwanza kwenye aliponea. Na hiyo ilikuwa ni siku ya tano tena. Friday, kwa siku hiyo ya tano, hii ndio maneno ya dadangu. Dadangu ananiambia Bao ya mama aliacha. Mume wake alimwambia achimuuliza mama iko namna gani. Mume ya Sara alikuwa anampenda sana mama yangu. Akasema mama atakuwa mzuri. Akamwambia maneno haya. Akamwambia Sara, jambo litatokea. I want you to be a strong woman. Nataka uwe mwanamke mwenye nguvu. Najua uko mwanamke mwenye nguvu. Ilikuwa muda saa kama 8. Ilipita dakika kama 10. Wakampigia Sara simu. Na mume wake kwamba presa imemchukua kabisa kwa njia za kuzimia. Ilipita dakika kama 30. Ninamwita dadangu. Nikamwambia tena baba ya Ana amekufa. Akaniita. Ilikuwa kama saa 10. Akaniambia baba ya Ana amekufa. Hii ilikuwa ni siku ya 5. Akaniambia wacha nichukue maiti katika mochari. Wakachukua maiti fasi ya kulaza mochari. Ilikuwa kama saa 4. Alikuwa anaenda kwa mochari na dada wetu kifunga mimba. Akapigia mko wetu, mkuje mkae karibu na mama, mimi nimefiwa. Saa 4 ya usiku ilipofika, Sara akanipigia. Niko na Josephine. Wakaniambia mama alikuwa amelala lakini ameamka. Akauliza Sara iko wapi? Sara iko wapi? Sara akasema asubuhi naenda fanya nini? Nitaenda kwa mama asubuhi nimuone anione.
Kwa jambo la mwisho mimi nilikuwa kati saa ya kwenda kwa mazoezi siku hiyo ya Jumapili. Sunday ambayo imekwisha. Aliponiambia kwamba yeye ameenda huku, dada yangu na Suna akanipigia huyu na akaniambia nimeunganishwa na tembea na Josephine, wacha tuone jinsi tutaweza kumtunza mama. Sikuambia sababu kila kitu chochote ambacho nilikuwa napaswa kufanya kilikuwa tayari. Nikampigia kijana yangu Kasha. Mama yangu alikuwa anampenda sana. Nikamwambia Kasha huyo, nahitaji ukuje siku ya 6 asubuhi. Uende na Suna. Muwe pale mama akiwaona mimi niende kwenye naenda nikirudi. Tukafanya mipangilio, nikawaunganisha na Suna na kijana huyu. Ilikuwa saa 8:30 siku ya 6. Ilikuwa kesho ya siku ya 5. Dada yangu Josephine akaniita. Sina simu yake, mwingine alinipigia 254. Niliona 254 nikajua kwamba hii ni simu namba ya Kenya. Nikajitayarisha, nikakaa kwa kiti, nikaishika. Nilipoishika akaniambia mama ametuacha. Mambo nilisumbuka sana, mambo ilikuwa ni mambo ya kupiga kura hapa. Hakuna jinsi ya network, internet ya ziko. Nilikaa nikaamua kama mimi nikasema kwa ajili ya hali nataka hii mambo yaingilie mimi mwenyewe. Jambo lingine nataka nikubali kwamba Shujaa mama yangu ameenda. Niliona Kasha amepiga simu lakini sikushika. Sikushika hiyo. Na wengine walipika. Nikamwambia mkuja asubuhi lakini msiseme na mtu. Lakini tena shida yangu ilikuwa imeenda kwa mtoto wangu. Nilijua ya kwamba angali dhaifu. Sikujua atachukua jambo hili la kifo namna gani. Watoto wangu sikupenda kuambia, walipenda nyanyao sana, walimfurahia sana. Sikusema, nikasema msiseme, nikasema mwende. Mimi nikaingia kwa nyumba yangu, nikakaa, nikatafakari, tawanzia wapi, nipige nani. Kwanza sikupenda tena mtu aniambie kwa, lakini mle nilikuwa nasikia mbaya. Nilikaa kwa nyumba yangu, nililia mimi peke na uchungwa.
nilimsumbua mtoto wangu nikimwomba pesa, natia kwa airomane zinaisha, natia zingine. Sema mama ni mgonjwa, lakini nilikuwa natafuta pesa za kumchukua mama atiliwe katika nafasi ya malazi ya maiti. Tulikaa na Nasuna, nikawaambia kwamba msiseme na mtu mwachie siku hiyo. Ilikuwa saa 12:45. Bweta akanipigia, alinipigia nikafikia hata niuliza mambo yetu ya michezo, nikajitayarisha, nikasema hello. Akamwambia maneno haya, akasema ni nani? Nikamuuliza nani alikwambia? Akanyamaza. Nikampigia Moze, nikamsalimia, nikamwambia nani alikwambia? Ukasha ndio kunaniuliza, na nilikuwa nimemwambia kwamba usiseme na mtu. Nikampigia Kasha, nikasema unisemee, na nilikwambia usiseme. Wakasema nilitaka nichukue hayo maneno mimi mwenyewe. Akamwambia hivyo, nikasema, akamwambia mimi ndio nilimwambia. Akamwambia juu ya nini nilimwambia? Nikasema ipande hapo msanii wa rafiki zangu wenye walisikia baadaye, ninawaambia mnihurumie. Na muda ilipofika, nikasikia simu yangu, nikaita, nikasukuma na message, na kwa warafiki zangu nikawatumia hizo habari. Fishi nikampigia simu, akaniambia mbona nasema pole. Nikamwambia ana amechukua mama. Nilikuwa na epa maswali, amekufa namna gani, amekufa nini, lakini pesa ilifanya vizuri. Nilipomwambia kwamba mamangu amemuambulia, akasema okay, ni sawa. Hakuniuliza maswali, na Isi alifanya njia ya hali ya hekima yake, na Haligon alinipigia. Nilikuwa namwambia kila mara mama iko namna gani. Wakati nataka kujitayarisha kumpigia, yeye alinipigia, akaniambia umepata habari mambo? Nikamwambia mambo wapi? Akaniambia tena wapi? Kwa mama. Nilikuwa nataka kujifunza kwa nambani, nikamwambia mama yako mazuri sio mazuri. Nikamwambia nitarudi kwako. Akaniambia uko wapi?
Nilijua ataniambia wacha nikuje pale pale. Nikamwambia siko kunyumba. Sorry. Unisemee, nilikuwa mnyumba. Nilijua nitaanza kutangaza habari za kifo siku ya kwanza. Nilikuwa nina tafakari na mambo mengi. Nilikuwa na tafakari taazika mama namna gani, na mambo ya kura hii imetokea na mambo yenye yanaendelea. Nilikuwa sijui kwamba inaweza atakupata mtu, na tena nilikuwa napenda mama yangu ni muziki mzuri wa ndugu. Asanti sana nyote, nimefurahi sana. Najua nimefanya vyote. Na sikumbuke kama niliwahi kukataa jambo mama yangu ameniomba. Nikasema nitakupatia kesho, ama nikamwambia sipendi. Kati ananiambia jana nilikuwa nataka kulitenda pale pale. Wale ambao walikaa karibu na mama walijua jambo hiyo. Mama yangu akitaka chetu haihitaji kufanyia bajeti, pale pale walikuwa wanajua. I stood with these two daughters of mine. Na nimesimama na watoto wangu wasichana wawili hao For a reason. Kwa jambo fulani. This is Samira Rumala. Samira Rumala. She stays in the UK. Anakaa kule UK. University Island. Huyo ni wa University Island. Mama wangu. Mama Nagamba kachiri yule. Mugamba mama. Mama yana mandala nanga manji nnyo. Mama aliniambia kwamba nizaa watoto wakiwa wengi. Wabanga mfudde. Nikiwa nimekufa mama akachimambia. Mpaka wajanja. Wali wakisema nyanya. Mama alikuwa ananiambia zaa watoto wengi, siku nyingine nikifa wasikuje pale sana nyanya. Back when we are going out in December, na walikuwa wamekutanika katika mwezi ya 12. comes around that time. Wanakuja kwa muda kama huu. This time around, she was busy. Kwa muda huu anakuwa na shughuli nyingi. But Dad, I won't make it. Akasema sitafanya jambo. If you want to make it, nikasema kama hutaweza kufanya, it's okay. Ni sawa. Because very close home. Sami is in China. Samira is in Ireland. Sami, China, Samira, Ireland. Nikamwambia kama hautakuja utakuwa kabisa mahali yasiyo mzuri, sababu wengine watakuwa wameenda kwa masomo yao. Akasema sawa na lakini mama yake akaniita, nikasema ni sawa, kama atakuja wakati mwingine hakuna shida. Akasema sawa, nitakuja. Na akapata tarehe za kuja, na ile tarehe ya kuja ilikuwa ni ya jana. Huyo alibidi arudie kwa wiki ile ambayo imepita. Ametayarisha mambo yote. Mama yake alimchukua katika uwanja wa ndege, alibidi aende. Alitoa passport
pasipoti alikuwa ameifuria mjaketi yake. Maana yake pasipoti yake ilikuwa imeharibika. Walijaribu mambo mengi sana, lakini ilikuwa haiwezi kufaulu. Kumbe ilibidi awe hapa. Kumbe mamangu alikuwa ameniambia ni chifa wajukuu wangu wawe pale wakisema nyanya. Yeye ule alifika kwa ile tarehe ambao mama amekufa. Sasa huyo pasipoti yake ya kumrudisha kwenye anakaa Thailand aliifuria katika jacket wakati anafura nguo za ama anasafisha island. Mambo hayo ilitokea watoto, maana yake Mungu alipanga wawe hapa leo ili walage baba jitateganye hao vizuri wa muziki. Na kwa ajili ya maneno hayo mimi si wakati natoa ni masemi, lakini nilitaka niandike maneno haya yote nisije nikajisema mimi kwamba sikusema jambo hili kwa kifo cha mama yangu. Wakati wengine kwa mwezi wa 11 Haruna Mbiu nilimuita huyo Haji, nahitaji nimwimbie mama yangu wimbo. Akacheka. Akaniuliza nataka mimi niimbe ama mimi, nikamwambia mimi nitaimba. Haji akaenda kwa studio akafanya wimbo, nikampatia maneno yangu, akafanya wimbo, akanirudishia, nikamwambia tia hii tena. Akaniambia baba, niko hapa studio ninakungojea. Nikamwambia ni nafasi naenda, lakini akaniambia mimi nikwambia siwezi imba. Akaniambia, nikamwambia Haji, yeye akanisawishi sana mara mingi. Na akaniambia mara mingi kwa ajili ya hiyo nyimbo, lakini nilikuwa naenda kuimba hiyo wimbo. Na tena nitaimba hiyo wimbo. Ile nyimbo ambao nilifanyia mama yenye nitaenda imba. Settle
ninawashukuru ni watu wote wa ndugu, watu wamenipa pesa. Asante sana kila mtu ambao amefanya chochote amefanya, nasema asante. Asante sana sana. Asante kumlaga mama wangu. Ninashukuru wakati mama alisema kwamba anahitaji azikwe karibu kwenye mimi nitakuwa, Allah wake akampa uwezo. Anaweza mama kukwambia nizike kwenye utakuwa, lakini ukiwa unalala katika fasi ya kupandisha. Ninamshukuru Mungu. Kama sijazungumza jina lako, nyinyi wote kabisa ninawashukuru, na wale wote ambao walipata habari hizi wakati ule umepita, na wengine walipata habari jana, wengine walipata mnisemee sana. Nasema mnisemee, lakini ndio mimi kwa wakati wengine kuna maneno ambayo ninafanya kwa siri, na wakati nataka kulia maumivu yangu mimi mwenyewe, ukiwa hauna mtu wa kusumbua ama kukusumbua, siwezi kusema ninajiinua ama ninajidai. Mimi niko mnyenyekevu sana. Ni mama yangu alinifunza kuwa mnyenyekevu. Mama yangu alituzaa vijana wawili na wasichana 7, lakini wengine wamemaliza last huyo. By the way, if somebody calls me Bob Marley, because when I was playing football, because I almost was getting breaks. So, oh no, walizaliwa wawili wa vijana wawili kwa tumbo la mama yao, wasichana. Dada huyo ndio mkubwa, anamfuata yeye. Na Chibule na Nkumba hawako hapo, na Suna nafata Sara. My last born to my mom is Josephine. Josephine ndio mtoto wa mwisho kwa mama. Ndivyo mama alituzaa. Tata wangu nyani biliza wewe mtu wa chakula. Baba yangu alinifunza kuwa na upole katikati ya watu. Mama yangu alinifunza upendo na kufanya. I know that here I wrote a poem. Julia is going to read it before we leave. Wameandika mtoto wake huyu msichana na ule wameandika, na atasoma hiyo maneno kabla hajaenda. Ninamalizia nikisema tena jambo hili mara tena, asante sana. Kwenye mama yuko anajua niko na warafiki mama, hata kama tungesema amekomara, lakini hata kama ingekuwa hata miaka 100 unaweza kusema angeishi, lakini mama Mungu alikuwa ametupatia the fullest. Somebody wrote the poem. You guys want to read it? Andika tukachosoma.